Wapendwa, ninawakaribisha tena kwenye kipindi hichi cha neno la uzima. Leo tunaenda kuzungumzia juu ya priority ndani ya ndoa, na kwanza tunaenda kuanza kusoma katika maandiko yetu kwenye kitabu cha Waefeso sura 5 mstari wa 21, kuanzia pale 21 kuendelea mpaka chini. Ndio mahali ambapo tutabezi mafundisho ya kwetu. Biblia inaanza kutuambia katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wake wa 21, unasema hivi: hali mnanyenyekeana katika kilicho cha Kristo. Inamaanisha ya kwamba tunyenyekeane sisi wote ndani ya Kristo. Manake mimi na mke wangu, mimi na wewe, sisi wote tuko chini ya Kristo. Unyenyekevu wetu wa kwanza ni chini ya Kristo. Kisha anaanza mstari wake wa 22, anasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa lilivyomtiivyo Kristo, hivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Amen. Ni kwamba kitu nimetafuta kuzungumzia siku ya leo ni kwamba priority ya mwanaume anapashwa aelewe ya kwamba ndani ya nyumba yeye ni kichwa. Tukizungumzia kichwa, hii ni lugha ambayo imetumikishwa metaphoric. Inamaanisha ya kwamba wewe ni kiongozi ndani ya nyumba, kwa sababu kichwa ndio kinaongoza mwili. Tukiangalia katika maisha ya kila siku, tunaona ya kwamba kichwa kinachukua maamuzi. Kwenye kichwa ndio kunakuwa macho, kwenye kichwa ndio kunakuwa masikio, kwenye kichwa ndio kunakuwa mdomo. Na kama Biblia sasa inatumia hii lugha ya kichwa ambayo tunaita ni figurative language, wala inatumia picha ikisema ya kwamba mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Na hapo chini nasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Na wanafuka nasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, vivyo hivyo kama vile Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Hii tunasema ni parallel comparison, ya kwamba mume, kama gisi mume ni kichwa juu ya mke wake, na ndio gisi Kristo naye ni kichwa juu ya kanisa. Na hii ambayo tunaitumia ni ile kuonesha ya kwamba wewe mwanaume una majukumu kuwa kiongozi ndani ya familia, ya kwamba ndani ya ndoa mwanaume unaongoza, na unapoongoza kunakuwa majukumu mengi sana. Kuna vitu vingi ambavyo wewe kama baba usivyovifanya ndani ya ndoa, usiochukua majukumu ya kwako, unajikuta una lose ile position yako ya leadership. Nao tuweze sasa kujifunza ili neno ambalo tunalisoma hapa, ya kwamba mtu kuwa kichwa. Tunapotazama katika mwili, kichwa kinakuwa na lengo ya kusaidia mwili wote upate kutengamana. Natafuta kusema kitu kimoya, nimeshaona mwili wenye hauna mikono, hauna miguu, lakini sijawahi kuona mwili wenye hauna kichwa. Ni kwa sababu kichwa ni cha muhimu sana. Na kama Biblia inasema ya kwamba mwanaume ni kichwa juu ya mwanamke, inamaanisha ya kwamba wewe mwanaume unamuongoza mke wako, na katika hali ya kuwa kiongozi kunakuwa responsibility kubwa sana ambao unapaswa uifanye. Kwa mfano, tunapotazama ndani ya Biblia na katika maisha ya kila siku, Bwana yuko provider, ya kwamba mwanaume ni wakwenda kutafuta maisha ili aweze kuhudumia familia yake. Mwanaume ambaye anayafanya majukumu yake, mwanaume ambaye anatambua position yake ya kuwa kiongozi, anajitahidi kuifanya familia iweze kuwa fasi moja, anajitahidi kutafuta amani ndani ya familia. Maanake nitaweza kusema ya kwamba pointi ya kwanza ya kuwa kiongozi ndani ya familia ni hali ya kuongoza familia katika tabia ya kimungu. Kwa mfano ya kwamba wewe kama mwanaume unapaswa kuwa mfano katika mambo mengi sana, ili watoto wote waweze kufuata. Kuna wanaume ambao unakutana wamekaa nyumbani, wamekataa kwenda kutafuta kazi, wanakaa tu nyumbani. Ile inakushushia hekima kama baba,
Isipokuwa hali ya magonjwa ndio inaweza ikatuma usitumike, isipokuwa hali nyingine isiyofaa ndio na kutuma usitumike. Lakini bila sababu yoyote tu, weye baba kama kichwa, weye baba kama kiongozi, unaamua kukaa nyumbani, hiyo ni hali mbaya sana na inaweza ikakushushia heshima. Kiongozi ni mtu wa kwanza anatafuta na anaprovide juu ya familia yake. Hiyo ni responsabilite kubwa sana kwa wewe kama kiongozi. Responsabilite ya pili kama wewe kiongozi, kuwa kichwa, unatafuta amani ndani ya familia. Wewe ndiye mtu ambaye unapaswa kumake sure familia yote iko na amani, watoto wanafanya vizuri, mama anakaa vizuri, yani una make sure ya kwamba mambo yote yako vizuri, kwa sababu kama unashindwa kufanya hivyo, unapoteza position yako ya kama kuwa kichwa ndani ya nyumba, na inakupotezea position yako ya kuwa kiongozi, kwa sababu kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anapaswa kumake sure ya kwamba kila kitu kinatumika sahihi. Na ingine kitu ni kwamba wewe kama kiongozi una majukumu ya kumwangalia mke wako kama yuko sahihi, anatembea vizuri na ni vitu gani ambavyo anahitaji. Hiyo ni kazi ya wewe kiongozi ambaye unaongoza nyumba, wewe kama kichwa ambaye kama mke wako atakubali kunyenyekea na kutii chini yako, ni wakati anaona ya kwamba una leadership ambaye inaongoza, hapana leadership ambayo inakandamiza. Kwa sababu kuna wanaume wengine katika ndoa wanajiwazia kuwa kiongozi inawapatia position ya kumkandamiza mwingine, inawapatia position ya kufanya mambo yote ambayo wanayataka. Ujiulize ya kwamba mwanaume kwa sababu yeye amepewa kazi ya kuwa kiongozi na kuwa kichwa juu ya mke wake, inamaanisha ya kwamba anaweza kafanya jinsi anataka bila kumshirikisha mke wake? La sivyo, kwa sababu ule mke ambaye umepewa, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba Mungu akaona si vema na mwanaume awe peke yake, akamtengenezea msaidizi wa kufanana naye. Yule mke yuko kama msaidizi wa kufanana na wewe. Inamaanisha hayuko msaidizi ambayo yuko tofauti na wewe, lakini ni msaidizi ambayo yuko pale na anafanana na wewe. Ndoa nyingi leo zinaharibika kwa sababu wanaume wameacha position ya leadership, wameanza kuchukua position ya kuwa madictators. Yaani kuliko waongoze wanajikuta wanakandamiza, kuliko waongoze wanajikuta wameanza sasa kufanya vitu kinyume na gisi Mungu anavitaka. Huku wanakupatia madaraka ya kuongoza, unaanza kuharibisha hela za familia, unaanza kuzichukua, unaenda kufanya ndani ambiance, unakula, inakuwa sasa ndio muda wa kutafuta wa makahaba wa nje ndio uanze kuchangia nao. Unakutana wewe baba wamekupatia position ya leadership, unakuwa sasa mtu ambaye unaanza kukosesha watoto amani nyumbani, kukosesha mke amani nyumbani. Wanahitaji waone kiongozi ambaye anaongoza nyumba, na we mwanaume ukiwa pale una provide uongozi, una provide mwangaza, una provide juu ya familia yako amani. Ninakuhakikishia kwamba watoto na mama watakupenda na watanyenyekea chini yako na watakubali wao waongoze, kwa sababu hakuna mtu anahitaji kuongozwa na mtu ambaye asiyekuwa na maono, kiongozi ambaye asiyeweza kujali watu ambao anawaongoza, kiongozi ambayo ni mharibifu, kiongozi ambaye anakandamiza kuliko aweze kupenda. Mpendwa, wewe mwanaume ambao unanisikia siku ya leo, ninakualika katika neno la Mungu tuweze kulifata ya kwamba umepewa majukumu ya kuwa kichwa cha nyumba, kichwa cha familia, kichwa juu ya mke wako. Yani umepewa mamlaka ya kuwa kiongozi, kwa sababu mwisho wa siku anayekuwa kichwa juu ya vitu vyote ni Yesu Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye kichwa juu yako na kichwa juu ya mke wako. Wewe umepewa tu mamlaka ya kuwa kiongozi ndani ya familia yako. Chini kule Biblia inaendelea inasema, lakini enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili kusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Inamaanisha ya kwamba Biblia inatuchallenge na kutuambia pia wewe kama kichwa unakuwa na majukumu pia ya kumpenda mke wako, kwa sababu upendo lazima utoke ndani yako wewe kama baba. Unapoongoza katika upendo, unapoonesha upendo mke wako, ninakuhakikishia kwamba hii ambayo tuko tunaongelea, unyenyekevu, heshima na amani, utavipata automatically, kwa sababu
wanamke wanahitaji kuonyeshwa upendo, wanahitaji kuongozwa na upendo, wanahitaji wachukuliwe kwa makini, waone ya kwamba unaweza ukawasaidia. Kuna andiko ambalo linasema katika Petro ya kwamba tuwachunge wake zetu kukijua ya kwamba ni viumbe vizaifu. Wanamke wanakuwa vulnerable wakati wewe kiongozi hauoneshi care, ya kwamba unaonesha uchungu, unaonesha makali, unahitaji kumwongoza ule mwanamke, unahitaji kumwongoza ule mtoto, haitawezekana. Na ndio maana leo ninakuletea mafundisho ya kukwambia kwamba wewe baba, step ya kwanza ujue ya kwamba wewe ni kichwa cha nyumba. Inamaanisha ya kwamba wewe ni kiongozi, umepewa mamlaka ya kuongoza familia. Na unapoongoza familia, Biblia inakuchallenge ya kwamba utaongoza katika upendo, kwa sababu upendo njo juu ya kila kitu. Na unapoongoza katika upendo, utaonesha upendo katika hali zote, sio tu upendo tu wakati unahitaji kujiridhisha, upendo muda unaofaa na muda usiofaa. Na wewe kama kiongozi unahitaji kumwacha Yesu Kristo atawale nyumba yako, akuongoze, na utumike wewe kama kuhani ndani ya nyumba yako kuwaongoza watu kwa Kristo. Ukumbuke mission ya kwamba Kristo anakupatia ni kuongoza ile familia kama gisi yeye anaiongoza kanisa. Ni mtihani mkubwa, lakini kama tunataka kujifunza mfano, tujifunze kama gisi Kristo anaiongoza kanisa. Na kanisa ikiwa mfano kwetu sisi wanaume, tutajifunza vitu vingi sana, kwa sababu muda ambao tunamkosea Kristo, hakuna siku aishatufukuza, hakuna siku ameshatukataa, lakini anaendelea kutupatia neno lake kupitia Roho Mtakatifu na kutusaidia ili tuweze kubadilika. Kwa hiyo ninakuomba na kukusii wewe kama mwanaume ambaye unanifuata muda kama huu, Mungu akutie nguvu upate kusimama kuwa kiongozi. Mungu akutie nguvu upate kuongoza nyumba yako katika upendo, kwa sababu wakati unaonesha leadership wala upendo, unaonesha uongozi unaofaa, hivi vitu vyote ambao tunaliaga ndani ya ndoa mara nyingi huwa vikuagi nafasi, kwa sababu wewe ni mwaminifu, wewe ni kiongozi unaongoza na upendo, wewe ni kiongozi ambao una provide, wewe ni kiongozi ambao unaonekana kuwa kiongozi ambaye anajali familia yake na kuiongoza fasi pazuri. Na huyo kiongozi anapata heshima, anapata baraka, anapata kila kitu kutoka kwa mke wake na kutoka kwa watoto wake. Kwa mfano, kuna ndoa nyingi ambazo kwa leo zimeharibika na haziendi mbele kwa sababu kiongozi ndani ya nyumba ameamua kukaa chini. Kwa mfano, mwanaume anakataa kutumika. Huwezi ukasema wewe ni kiongozi na unakataa kutumika ili uweze kuprovide juu ya familia yako. Angalau watoto wajue ya kwamba baba ni mgonjwa, hawezi kwenda kutumika. Lakini kama unataka watoto wajifunze kwako, wakuone kama kiongozi, mke wako ajivunie wewe, lazima uwe na bidii ya kutafutia familia. Na kingine kitu nimeweza kuona katika ulimwengu ni kwamba unakutana wengine wanajuazia kuwa mkali ndio unaweza ukaongoza vizuri. Kuwa mkali haikusaidia hata kitu kimoja, inakubeba mbali na familia, kwa sababu ukali unakuaga nafasi yake ambao unaweza ukautumia, lakini isikue mbindu ya wewe kuiongoza familia. Hakuna kiongozi ambaye anaongoza kwa ukali anaweza kaongoza familia. Utajikuta watu kuliko wakuheshimu wanakuogopa tu, wanajua ya kwamba tukifanya hivi atakasirika, tukifanya hivi yeye ni mkali, ataanza kutomboka. Lakini watu wanapaswa kukujivunia, watu wanapaswa kukujivunia kwamba wewe ni kiongozi mzuri, na ujue ya kwamba wewe unaposema unasema kwa sababu unawapenda, wanasema kwa sababu unawajali. Na kwa hiyo utakuwa kiongozi ambao unaiongoza familia katika njia nzuri, na kiongozi ambaye analeta mafanikio. Kazi yako wewe mwanaume ndani ya nyumba ni kuitengeneza nyumba ipate kuwa kama nyumba ya Bwana, mahali ambapo Kristo anaweza kakaa na kutawala, mahali ambapo watoto mama wanajisikia kwamba wanafikia malengo ya kumtumikia Mungu bila kiziwizi, kwa sababu wewe kiongozi ambaye ni baba umeongoza mahali pazuri. Kingine kitu nimetaka kuzungumzia ni kwa ajili ya hali ya kusema wewe kama baba unahitaji kumjua mwanamke ni nani. Wanaume wengi hawaelewi wanamke gisi huwa wanakuwa. Ikiwa hata unahitaji mafundisho ya kujifunza, ujue mwanamke anakuaga aje na ni vitu gani ambavyo mwanamke huwa anataka viweze kumsaidia, ni unaweza ukaenda unajifunza, unaweza ukaenda unauliza
kwa sababu kuishi na mwanamke ni mtihani. Huyu ni kiumbe ambao umekutana naye, ameshakuwa mkubwa tayari, ana tabia zake ambazo amekomala nazo, ametoka fasi kwenye wewe umetoka tofauti naye. Isitoshe hamfanani pia hata biologically. Kuna lengo, kwa sababu nini? Wewe unaumbwa gisi ulivyo, yeye ana ndevu, wewe uko na ndevu, yeye ana maziba, wewe hauna maziba. Hivyo vitu ni vitu vinatutofautisha katika hali nyingi. Na kingine kisitoshe, hata hormone za mwanamke ziko tofauti na za mwanaume, manake tuna react tofauti. Wewe sa kama kiongozi unabidi ujifunze mtu ambaye unamwongoza anaendea anakuaga aje na anaweza kareact aje. Ukijifunza hivyo vitu vitakusaidia sana kuweza kujua kiumbe ambao unaishi naye utamkamata aje, kwa sababu mwanamke ni kama vile liua. Usipolikamata vizuri, liua litakauka na linaharibika, na ukilikamata tena sana, liua litaharibika. Tafuta akili ya kulichunga, hata ujifunze hormoni za wanamke zinatumikaga aje. Muda mwingine wanamke wakiwa kwenye siku zao wanakuwaga tofauti na jinsi unaweza wajua. Unapaswa uwaelewe katika kila jambo, na hiyo itakufanya wewe kama kiongozi ujue utamwongoza mwanamke aje, kwa sababu kama kiongozi usipofanya vile, inaweza kukuletea tatizo ndani ya ndoa na katika uongozi wako. Jameni, acha tuendelee kujifunza kupitia neno la Mungu, tujifunze kupitia pia kuwauliza watu. Kama mtu anakuwa na jambo ambalo anahitaji kulijua, hata kwenda kujifunza science ili ujue anatomy ya wanamke inatumika aje, ni vizuri, itakusaidia. Na Biblia inatu encourage ya kwamba sisi ambao tunaishi na wanamke tuishi nao kupitia akili. Hata nikusomee hiyo andiko, unaweza ukajuazia labda pastor vitu anavisema tu kwa sababu anahitaji kuvisema. Lakini tukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, unakutana Petro yuko anazungumzia juu ya uhusiano wa mke na mume, akizungumzia juu ya dimension ambayo iko dimension kubwa sana. Katika ile sura yake ya 3, Petro wa kwanza, Petro anaanza kuzungumzia juu ya vitu ambavyo sisi wanaume tunaweza tukafanya ili tuweze kusaidia na kusaidizana na mapartner wetu, kusaidia pia wanamke ambao tunaishi nao, kwa sababu kuishi na mwanamke inarequire pia sisi wanaume tuweze kutambua hivi viumbe ambavyo tunaishi navyo ambao ni kiumbe mwanamke. Mstari wa 7, Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7 inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kuweze kusikiliziwe. Ni kwamba Biblia inatuchallenge tuishi na wanamke kwa akili. Inabidi kwenda kufanyisha utafiti tujue, kwa sababu kiumbe ambacho unaishi nacho kama mwanamke kiko complex. Wewe una require knowledge, ujifunze gisi ya kuishi nao. Neno la Mungu linakuwa na gisi linakuambia uweze kuishi naye. Uelewe ya kwamba mwanamke ni chombo kidhaifu. Kusema chombo kidhaifu sio kusema kwamba hakina nguvu, hamna. Ni udhaifu. Katika neno la Kigiriki ni neno ambalo linazungumzia udhaifu ambao wa kusema ya kwamba kinahitaji kuwa protected. Biblia nasema ya kwamba Yesu aliipenda kanisa na mpaka iko tayari kuikufia, na wewe unapaswa kufika fasi kwenye uko tayari kuprotect mke wako. Unakufa ndani yako, kuna vitu fulani ambavyo lazima vife kusudi ndoa iende mbele. Na kuchallenge siku ya leo ya kwamba Mungu akusaidie upate kutafuta busara na hekima gisi ya kuwa kiongozi na gisi ya kuwa kichwa juu ya mke wako, yani kiongozi juu ya mke wako, na upate kumuongoza kwa amani. Mungu akubariki na akutie moyo. Asante tena kwa siku ya leo. Amena.